Mwaka 2025 unatamatika hivi leo majira saa 6 usiku, lakini tunaweza kusema ni mwaka ambao umekuwa ni wa kitofauti, hali ya kuwa toka Tanzania ipate uhuru haijawahi kutokea kutokana na taharuki zilizotokea katika mwaka huu. Lakini siku ya leo ningependa ufahamu ni wanasiasa gani waliochangia katika uchochezi wa taharuki hizo kutokea. Lakini kabla ya yote nikukumbushe kwamba usisahau kulike, kucomment na usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kila siku ndani na nje ya nchi. Naam, tungependa kuanza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyo ni mwanasiasa mkubwa ambaye amezua taharuki, hali ya kwamba kabla ya uchaguzi wa 29 Oktoba 2025 ambao ulikuwa ni siku ya uchaguzi mkuu, wananchi walionyesha kutokumtaka hadi kufikia kuandamana kupinga yeye kuwa rais, lakini hadi dakika hii tunavyoongea bado ni rais na alipita kwa kura zilizohesabiwa. Wa pili ni Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ni kiongozi wa upinzani, lakini kauli zake kuhusu demokrasia zimeibua mijadala mikali sana Tanzania, hasa kesi yake ya uhaini ambayo bado inatajwa kuwa ni kesi ya uongo inayomkabili na kumweka gerezani hadi wakati huu. Lakini mwanasiasa wa tatu ni John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chadema, lakini kesi na hoja za mitandaoni zimekuwa moto kuzua taharuki, kwani amekuwa na kauli za kipekee katika uongozi wake hadi sasa. Lakini namba 4 ni Paul Makonda, lakini huyu ni mwanasiasa asiyejali kukosolewa mtandaoni na mtetezi wa utawala ambaye ni mbunge wa Arusha mjini, lakini tunaweza kumtem kwamba ni yuko bega kwa bega na anasapoti uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Namba 5 ni Luhaga Mpina ambaye ni mgombea urais aliyeinguliwa kwenye uchaguzi mkuu. Uamuzi wake wa kujiunga na ACT Wazalendo ulivuta macho ya Watanzania wengi hadi kuwa na tafakari tofauti akilini, hatimaye kuweza kuzua taharuki. Lakini namba 6 ni Kassim Majaliwa ambaye alikuwa ni waziri mkuu wa Tanzania toka 2015 katika awamu ya Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli hadi 2025, lakini mwisho wa siku uamuzi wake wa kujiuzuru kutoka kwenye kiti hicho ulizua taharuki, kwani maswali yalikuwa ni mengi na ukizingatia uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ulikuwa ukipingwa hasa kabisa. Lakini namba 7 ni Humphrey Polepole ambaye ni mwanasiasa aliyetoa kauli kali baada ya kujiuzuru katika nafasi ya ubalozi, lakini amekuwa akifichua siri nyeti za serikali, hali ya kuwa ikampelekea aweze kutekwa na hadi tunapoongea sasa haijawahi kujulikana yuko wapi hadi wakati huu. Lakini namba 8 ni Askofu Josephat Gwajima ambaye alikuwa ni mbunge wa Kawe na kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima, lakini kauli zake za kisiasa na dini zimesambaa sana nchini Tanzania zikihamasisha demokrasia iweze kuzingatiwa na taharuki nyingi kuzuka kupitia kauli zake. Lakini namba 9 ni Dorothy Gwajima ambaye ni waziri wa jinsia, wazee na maendeleo ya jamii aliyekosha vijana kupitia majibu yake ya papo kwa hapo mitandaoni, na hisi vijana wanaelewa majibu yake kutokana na maswali yaliyokuwa yakiulizwa kila siku. Lakini namba 10 ni Godbless Lema ambaye alikuwa ni mbunge wa upinzani, lakini hoja zake za utabiri wake zilizua mijadala katika mitandao ya kijamii huku nchini Tanzania. Sasa hao ndio wanasiasa ambao kidogo walizua taharuki katika mwaka 2025, hasa kuanzia kipindi cha uchaguzi mkuu ambao ulikuwa ni 29 Oktoba 2025. Lakini awali, kabla sijahitimisha, nikukumbusha kwamba kama haujabonyeza neno subscribe, usiache kubonyeza neno subscribe ili uweze kujipatia taarifa hizi kemkem kila siku ndani na nje ya nchi. Asante.